الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قص علينا أحسن القصص وجعل فيها عبرة لأولي الألباب، ثم الصلاة والسلام على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان والإحسان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu waumini, awali yote anabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuneemesha sisi neema nyingi sana, kwa sababu tunaogelea katika bahari za neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizituneemesha, basi akatujalia sisi tumekuwa ni miongoni katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umma huu ni umma ambao ulipata fadhila nyingi sana, kwa sababu ndani yake kuna kitabu kitukufu ambacho si kitabu kingine, ndugu zangu Waislamu, isipokuwa Al-Qur'anul Karim. Sasa ndugu zangu Waislamu, kama sisi waumini tunapaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha, na kwa uchache kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kudumisha kusema alhamdulillah, na kwa wingi wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi tunapaswa sisi kama waumini ni kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujikataza makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza. Sasa ndugu zangu Waislamu, katika mukhtasar ya khutba yetu ya leo tutazungumzia sura katika Qur'an tukufu. Sura hiyo ni sura ambayo imepata fadhila nyingi sana, ni sura ambayo waumini tumekuwa tunashikamana nayo katika kuisoma kila siku Ijumaa, kwa sababu ile fadhila zake, na vile vile Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anabainisha fadhila sura hiyo kwa kusema, man qaraa surat al-kahfi yawm al-jum'a adaa lahu ma baina jum'atayn. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, yoyote ambaye atakayeshikamana na kuisoma sura al-kahfi katika siku ya Ijumaa, basi takuwa huyo Allah subhanahu wa ta'ala atampa nuru baina ya Ijumaa mbili. Mathalan, Ijumaa leo ukikuwa umekuwa umesoma sura al-kahfi, basi tambue kuanzia leo mpaka Ijumaa inayokuja wiki nzima hii Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia nuru, na nuru ambayo iliyokusudiwa katika hadithi hii ni an-nurul ma'nawi, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia wewe, utakuwa na kuwa imania, utakuwa na nguvu ya imani, nguvu ambayo itakuwezesha wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia wewe utakuwa katika hifdhi an maasiyati, utakuwa ni mwenye kujihifadhi katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu zangu Waislamu, isubiri siku ya Ijumaa, kwa sisi tumesoma sura al-kahfi, na vile vile Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anabainisha katika fadhila katika sura hii kwa kusema, man hafidha 10 ayat min awwal surat al-kahfi usima min ad-dajjal, yoyote ambaye atakayehifadhi aya 10, sio sura nzima hapo, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ukihifadhi aya 10 tu za mwanzo wa sura al-kahfi, basi wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakuepusha na fitna iliyokuwa kubwa ambayo ni fitna ya Masihi Dajjal. Ndugu zangu Waislamu, nimeona katika hadithi hizi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam vipi fadhila sura hii, basi takiwa kushikamana na sura hii.
Na vile vile tunaweza tukajiuliza kwa nini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameifadhilisha sura hii? Kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameijalia sura hii pekee ambayo sisi waumini tumeshikamana katika kusoma katika siku ya Ijumaa, isikuwa sura nyingine? Ndugu zangu Waislamu, jawabu lake tambueni, sura hii ni sura ambayo ndani yake kuna mauidha, ndani yake fiha alqisas alibra, basi ndani yake kuna visa ambavyo vina mazingatio makubwa sana, visa ambavyo inapaswa kila muumini kuvitambua visa hivyo na kushikamana navyo na kushikamana na yale mazingatio yaliyo katika vile visa. Na tutaanza na kisa cha kwanza ambacho kimekuja katika sura hii, kisa ambacho kisa hichi kimepata fadhila kubwa na visa vingine, kwa sababu kisa hichi ndio imekuwa jina na hii sura kwa kile kisa ambacho ni kisa cha Ashabul Kahf. Nadhani sote kisa hichi ni maarufu kwetu sisi, tunakitambua. Kisa hichi ni wale watu wa pangoni. Kwanza katika sura al-Kahf, ukiangalia katika aya ya 9 mpaka aya 26, katika hizi aya Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea kisa hichi. Ashabul Kahf, hawa watu wa pangoni, Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu katika Qur'ani yake katika sura hii, sura al-Kahf, kwa kusema innahum fityatun amanu, hakika yao ni wale walikuwa ni vijana kama sisi vijana, lakini vijana hawa walikuwa walimwamini Allah subhanahu wa ta'ala, walishikamana na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakajiepusha na ibada zote ambazo zinampinga Allah subhanahu wa ta'ala, ibada zote, ibadatul asnam, waabudia masanamu na ibada nyingine ambazo sio za Allah subhanahu wa ta'ala. Basi watu hao walikuwa wanajiepusha mambo yote isipokuwa ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu Waislamu, tambueni, zama zamani kama zama za hawa watu wa Ashabul Kahf, zama zao ad-dalal wal kufr, upotevu na ukufuru, zama zile zilikuwa zama katika upotevu. Ni zama ambazo walikuwa watu wale wanaabudia masanamu, na yote ambaye atakayekuja na i'tiqad kwa kumwahidisha Allah subhanahu wa ta'ala, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, basi watu wale wamekuwa ni watu ambao hawakubali jambo hilo, na yote ambaye akifanya jambo hilo, basi atakuwa atakuwa na kukataliwa na inafikia stage mpaka kuuliwa. Basi na hao ndugu zetu wa Ashabul Kahf ni vijana ambao walimwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wakafanya katika kueleza kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mwisho wa siku watu wao waliwakataa, walifikia stage ya kuwaua. Wakachukua hatua nyingine kwa ajili ya kuhifadhi nafsi zao na kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaacha majumba yao, wakaacha familia zao, wakaacha wake zao na ndugu zao kwa ajili ya kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakakimbilia katika mapangoni katika kujihifadhi. Na basi Allah subhanahu wa ta'ala watu wale akawahifadhi Allah subhanahu wa ta'ala katika ile pango kwa kutokuhudhuria kwa jambo lolote, na Allah subhanahu wa ta'ala watu wale akawapa usingizi ambao ulikuwa ni usingizi mrefu sana, ni usingizi ambao watu wale walilala muda wa miaka, kama walivyosema maulama wanachuoni, wakasema milala zaidi ya miaka 309. Allah subhanahu wa ta'ala akawalinda kwa mkali, na watu wale walilala katika muda ule, lakini walikuwa kama hawajui, wao wamejua kama vile baada siku moja siku mbili, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawahifadhi na akahifadhi dini yao kuoza, kwa sababu kama wao waliohifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala akawahifadhi na wao. Lakini baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akawazindua tena katika usingizi ule baada ya miaka 309. Kila mmoja wao alikuuliza tumelala siku ngapi? Kila mmoja anasema tumelala siku moja siku mbili, lakini yote wengine wakasema Allah ni mjuzi zaidi, na yote wanatambua kumbe walilala miaka 309. Wote msamo Waislamu ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na
Na vile vile kama sisi tutakufa, basi tambueni Allah subhanahu wa ta'ala uwezo kufufua sisi ni uwezo ambao ni jambo dogo sana. Ndugu zangu sana, kisa kama hivi yuko katika Qur'an, katika sura Al-Kahf. Asinajiuliza, je, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea kisa hivi kwa sisi waumini, je, kwa ajili ya kufurahika? Je, kwa ajili ya kustareheka? Kama Allah anasema katika kitabu chake, laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab, haijakuwa kisa leo isipokuwa ajakuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuhadithia sisi kisa hivi isipokuwa ibaratun li ulil albab, isipokuwa ni mazingatio wale ambao wenye akili. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kutia kisa hivi kwa ili kupata mazingatio. Na katika kisa hichi cha ashabul kahfi, basi kuna ibra nyingi sana, kuna mazingatio mengi sana ambayo tunapaswa kuyafahamu. Jambo la kwanza, tunatambua kuwa na thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama watu hawa walikuwa na thabati, walikuwa na kuthibitisha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikafikia stage hakughurika kwa mali zao, hakughurika kwa wake zao, hakughurika kwa majumba yao na mali zao, lakini waliacha vyote vile katika miji yao, wakakimbilia katika kuhifadhi dini ya Allah, wakakimbilia mapambano. Basi hivi ndugu zangu Waislamu, kama Allah subhanahu wa ta'ala katuneemesha sisi waumini tumekuwa katika dini ya Uislamu, basi tunatakiwa kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo kuhifadhi dini hii. Kwa ndugu zangu Waislamu, nasikitisha sana, tunasikia sana siku hizi watu tunaiuza dini yetu. Dini yetu Uislamu au dini ya thamani, na hivyo sisi waumini sasa hivi hatujiona thamani ya dini hii. Tumekuwa dini hii tunaiuza, hivyo tunaiuza kwa mali, au vile vile tunakuwa wengine tunaiuza dini yetu kwa mipira. Bwana tunasikia wangapi ambao wanasema timu yangu kifeli au kifungwa katika mechi hii, basi mimi nataka. Hatujashuhudia ndugu zangu mambo haya, mambo yamejaa siku hizi mambo haya. Lakini ndugu zangu Waislamu, tambueni dini ya Uislamu ni dini ambayo ina thamani sana. Takiwa kwetu sisi kushikamania dini hii ni kwa kuipambania kwa kila hali na kushikamana. Ndugu zangu Waislamu, jambo la pili katika tunatambua katika mazingatio kisa hiki cha ashabul kahfi, tunaona an-nasru 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wa in qala az-zaman. Nusra inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama itachukua muda mrefu, lakini nusra inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hao walichukua miaka zaidi miaka 309, lakini kuinusuru dini ya Allah, basi baada ya mwisho wakaweza kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile katika nusra tunaweza tukagusia kidogo katika ndugu zetu wa Palestina, ndugu zetu ambao wanapigwa, lakini walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala kajalia ndugu zetu wa Palestina wa Gaza kule, kajalia subra na thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiangalia ndugu zangu Waislamu, katika ramani ile Palestina Gaza ambayo inapigwa kwa siku hizi ni sehemu ndogo sana katika ile nchi, lakini kwa ile thabati yao ya dini Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa mpaka leo wale Mayahudi na watu wa Marekani hakuweza na nguvu zao zote hakuweza kuipokonya katika dini, katika ile nchi ile. Yote inaonyesha hii ni thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata iman, naenda kwa kisa kingine, kisa cha pili ambacho tunakuja katika sura Al-Kahfi, ambacho ni kisa cha sahibul jannatain. Kisa hichi kimekuwa katika aya ya 32 mpaka aya ya 60. Kisa ambacho kinaelezewa katika aya 32 mpaka aya 44. Aya hizi zinaelezea kisa cha huyu bwana ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku bustani mbili, bustani ambazo zilikuwa zimenawiri, lakini kuzaa Waislamu huyu hakuithamini neema ile. Akaona kama yeye ndio ambaye neema ile tukaileta neema ile, hakumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuzuku, bali yeye takabbara, akafanya kiburi kwa zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kiasi kusema ma adunnu an tabila hadhihi abada. Yule mtu anasema na wala sidhani haya hizi mali zangu, hizi bustani zangu mimi sidhani kama ipo siku zitakuja kusambaratika, ipo siku ambazo zitakuja kupotea. Lakini kumwangalia mtu huyu karuzikiwa neema, lakini hajaweza kuihifadhi neema ile, basi Allah subhanahu wa ta'ala
anasema katika kitabu chake mwisho yule aliposema wa uhita bithamarihi fa asbaha yuqaddiru kaffayhi wa hiya ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqul ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada. Mtu yule mtoto wake Allah subhanahu wa ta'ala akamwonyesha kama neema zile ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atasambatisha neema zote zile bustani zote ambazo zilikuwa nazo, hata ile miti ambayo ilikuwa imenawiri, miti ambayo ina matunda, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yake miti yote ikakauka. Mwisho siku yule akajutia kusema wayaqulu ya laitani lau, akaanza kujutia kusema lau singemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye alishirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akalea bora, akaona kama hakuna kitu maanake zile neema zake hazitopotea, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwonyesha nguvu zake, mwisho akajutia na majuto yake haijakuwa na faida tena. Ikhwata iman, kisa hiki tunaona mazingatio makubwa sana, mazingatio ambayo inapaswa kila muumini kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Tambua wewe ya muumini, Allah subhanahu wa ta'ala akikuruzuku neema yote, na neema hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo siku Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo kurudisha neema hiyo. Basi sisi tunapaswa ni kushikamana kwa kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku. Allah subhanahu wa ta'ala akujalia neema ya mali, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Akujalia neema ya siha, neema ya afya, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuangalia wangapi ambao neema hiyo wanaitamania, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kama maradhi, na Allah subhanahu wa ta'ala akujalia sisi tuna neema nyingi sana. Kama tulivyoanza mkadima wetu, tuko katika bahati ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Asitakiwa kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku, na kwa uchache kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kusema alhamdulillah, na kwa hiyo kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kutekeleza maamrisho yake na kukataza makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza, na vile vile kuzitumia hizi neema katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia. Mathalan, Allah amekuruzuku mali, itumie mali yako katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia. Itumie mali yako katika kuwasaidia masikini na mafukara, itumie mali yako katika kujenga misikiti na vyuo, katika mambo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akujalia uwezo katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia. Allah amekuruzuku siha, amekuruzuku afya, basi tumia afya yako katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyostahili kuabudiwa yeye. Ikhwata iman, tujidhirisheni kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi neema zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku. Tunaenda katika kisa cha tatu ambacho kisa hicho tumekuja katika sura al-Kahfi, kisa cha Nabii Musa alayhi salam maa al-Khidr maa al-abd salih na mja mwema. Kwanza, kabla kuanza kisa hicho, tunamwomba sana Waislamu, al-ilm wasi', elimu ni pana. Kama alivyosema Ali karramallahu wajha, anasema inna al-ilma bahrun, hakika elimu ni bahari, wala sahila la, elimu ni bahari ambayo bahari hiyo haina ufukwe. Elimu ni pana sana. Somo tunaposoma, lakini itakuwa wewe bado haujafikia katika elimu. Kwani umesema katika mahukama watu wenye hekima, in a'taita al-ilma aw qalaka kullah a'taka qalil min. Katika wenye hekima wanasema pale ambapo utakapoipa ile elimu yako wote ulipoenda kutafuta elimu, basi tambua elimu yetu kwa kitu kidogo. Na vile vile tambueni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kulli dhi ilmin alim, katika kila mwenye elimu basi ubora wake katika elimu zaidi. Tukimwangalia kisa chetu sisi, tunaanza kisa chetu cha Musa alayhi salam, ambapo Nabii Musa alayhi salam alisema inni a'lam ahli al-ardh, akawa mimi ana a'lam ahli al-ardh, akawa mimi ni mwenye elimu zaidi katika ulimwengu, katika ardhi hii. Nabii Musa alayhi salam katika elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akajua yeye mwenye elimu zaidi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamthibitisha nabii huyu kwa kumwambia yuko mtu ambaye ana elimu zaidi ya wewe. Basi Nabii Musa alayhi salam
akafunga safari kwa kutafuta mtu ambaye ana elimu zaidi yake yeye. Akafunga safari akaenda kukutana na huyu ambaye Abd Saleh, mja mwema, mja mcha Mungu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimpa elimu ambayo elimu hiyo hajampa wengine. Basi Nabii Musa alayhi salam akuwa na mtu huyu katika kutafuta elimu, lakini mwisho wa siku Nabii Musa alayhi salam alikiwa sharti ya kusubiri na mja yule, lakini alishindwa kusharti hilo, hakuweza kusubiri, aliweza kutafuta elimu. Ndugu zangu Waislamu, kisa hichi tunapata mazingatio. Zingatio la kwanza, tunaona vitu muhimu wa elimu katika dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu haijaamrisha tuwe wajinga. Hapana, dini ya Uislamu inaamrisha tuwe wenye kutafuta elimu. Mwangalia Nabii Musa alayhi salam, kwa elimu alikuwa nayo, lakini alipoambiwa kuna mtu ana elimu zaidi, akafunga safari akaenda masafa marefu kwa ajili ya kutafuta elimu. Yote inajulisha vitu dini yetu ambayo inatushajiisha ya kutafuta elimu. Hata katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimekuja hadithi nyingi za kuonyesha fadhila za kutafuta elimu. Kama kusema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Yote ambaye atakayetafuta atakuwa kutafuta elimu katika njia ya elimu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia katika njia ya kwenda peponi. Hasa zingatio la kwanza, tunaona bora wa elimu. Jambo la pili, tunaona kwa mtawadha katika kutafuta elimu, kwa mtu mnyenyekevu, kwa mtu ambaye uko na tawadha ambaye katika hiyo elimu unatafuta. Sio tu tusikuwe sio unatafuta elimu, umesoma kidogo tu ukajina wewe ndio mwenye elimu zaidi, ukoona mmoja ni wajinga, wewe mwenye elimu pekee yake. Hapana, ndugu zangu Waislamu, watu ambao wana elimu zaidi sisi, basi tunatakiwa kushikamana na kuwa na tawadha katika hizo elimu ambazo tunazitafuta, kwani katika tawadha man tawadha rafa'ahu Allah. Yote ambaye akitawadha akijishusha katika elimu yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atampandisha daraja. Sasa hivi tunaona katika mazingatio la mwisho katika kituishi, ndugu zangu Waislamu, tunaona vipi Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya elimu anawapa waja wake elimu ambazo wazi wake kutoa jambo ambalo sio sahihi, lakini ndani wake jambo ambalo ni kheri. Kwa Nabii Musa alayhi salam alishindwa na subra katika kuamja yule, kwa sababu gani? Yeye ni nabii, karuzika yeye ni nabii anashushwa wahi, lakini mwisho wa siku alikutana na mambo ambayo kwa mja yule ambapo yeye kwa kiwake kuna mambo ambayo hayafai. Kwa sababu mja yule katika ile safari yake ya elimu alitoboa safina. Nabii Musa alishangaa, vipi tunatoboa safina hii? Tutazama sote kwa jambo ambalo tunatakiwa. Maukifu ya pili, alimua mtoto. Nabii Musa vile vile hakusubiri, akamuza kwa kumua mtoto huyu, alikuwa hana haki yoyote. Jambo la mwisho, maukifu ya mwisho, pale ambapo alifikia katika ile karya, katika ile sehemu, hakukaribishwa kitu chote, lakini mja yule akamwambia Nabii Musa, waona ukuta uliondoka ambao mjengo ukuta huu, basi Nabii Musa alishangaa. Mambo yote haya tukiona mahidia yake, mambo ambayo hayafai, lakini mwisho wa siku mja yule Saleh akamshirikishia Nabii Musa alayhi salam ugani wake na mwasi wake mpaka Nabii Musa akasalimisha kweli. Allah subhanahu wa ta'ala kuna elimu ambazo anawapa waja wake wengine ni haki kwa elimu hizo. Sasa ndugu zangu Waislamu, hizi ndo mazingatio pale katika kisa hichi. Malizia ndugu zangu Waislamu na kisa cha mwisho ambacho kisa hichi tunakuja pia katika sura hii, sura Al-Kahfi, kisa cha Dhul-Qarnayn. Tuambeni kwanza nani wa Dhul-Qarnayn? Ndugu zangu Waislamu, Dhul-Qarnayn ni shakhsia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ni mfalme ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimsubiria kuwa ana nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala huyu akamjalia mwenye nguvu na akamjalia alikuwa ni mwadilifu, alikuwa anasemekana na uadilifu, na vile vile akakuwa mja katika mfalme huyu, akakuwa anatembea kwa kila sehemu, akafika magharibi ya dunia, akafika sharqi ya dunia, mashariki ya dunia, kwa ajili ya kuongoza watu na kufikisha mambo ya kheri na kuwafanya uadilifu katika maisha yake. Tuangalie safari yake ndogo ya mja huyu au mfalme huyu katika safari zake, pale ambapo alipoelekea maghrib. Alipoenda maghrib akakutana na kaumu, akakutana na watu ambao watu wale walikuwa katika maisha ya shida sana.
maisha magumu sana, lakini mfalme huyu kwa uadilifu wake watu wale akawaongoza na kuwapa njia za kufanya vipi maisha yao yawe mazuri. Mwisho wa siku watu wale wakamshukuru mfalme huyu, wakakuwa na maisha mazuri, maisha yalikuwa na amani na istiqrar. Huyo mfalme baada ya kwenda magharibi ya dunia akaelekea mashariki ya dunia, na kufika kule pia akakutana na watu ambao walikuwa shikamana na dini, watu ambao walikuwa katika uadilifu. Basi vile vile mja huyu mfalme huyu akawashirikisha watu wale kushikamana nayo, lakini vile na kuwa katika mstari ule ulionyooka. Ndugu zangu Waislamu, tukimwangalia mfalme huyu Dhulqarnain katika matokeo yake makubwa ambayo matukio hayo yamekuja katika Qur'an, kwa sababu yeye alikuwa ni mwenye kusaidia watu. Akafika katika sehemu ambayo watu walipata shida, walikuwa na tatizo ambalo tatizo hilo walikuwa wanaharibia maisha yao, wanaharibia mazao yao na katika maisha yao, ambao ni Yajuj wa Majuj. Ni watu hawa maulama wanatalifiana Yajuj wa Majuj gani, tunaelekea kidogo huko tabahasha, lakini baadhi ya maulama wamesema wao walikuwa ni kaumu ambao wenye kufisidi katika ardhi, ni watu ambao wanafisidi katika ardhi. Basi mfalme huyu Dhulqarnain jambo analifanya kwa ajili ya kuwasaidia wale watu wengine, akaanza kutumia nguvu yake na uadilifu wake, akajenga ukuta ambao ulikuwa mkubwa sana, ukuta ule ambao ukaweza kuwazuia baina ya watu wa Yajuj na wale watu ambao walisalimika. Mwisho wa siku watu wale wakapata furaha na wakakuwa katika maisha yao mazuri. Lakini kimwangalia mfalme huyu, vyote alivyofanya alitaka kupewa mali, lakini yake akakataa vyote, akasema mimi sijafanya kwa uwezo wangu mimi, kwa kuwa mwezi huu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata iman, visa kama hivi visa ambavyo vina mazingatio makubwa sana, kama kisa hiki cha Dhulqarnain. Mazingatio ambayo tunapata katika kisa hiki tunatambua kama mfalme au kiongozi wote anatakiwa asifikane na uadilifu, kwani kiongozi akikuwa mwadilifu basi mambo yake na watu wake wote watampenda. Hasa kama wewe mzazi uko mwadilifu katika familia yako, kama wewe kiongozi katika msikiti uko mwadilifu katika sehemu yako, uongozi wa kila sehemu, wa kila sekta ya uongozi unatakiwa usifikane na uaminifu na uadilifu katika mambo yetu tunayofanya. Vyote hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ataturuzuku na atafanyia pesa katika mambo yetu. Ikhwatul iman wal ihsan, hivi tunaona ndio visa ambavyo tunakuja katika kisa au katika hii sura ya Suratul Kahfi, na vipo kuna mazingatio mengi sana ambayo yamekuja. Sisi tumechukua mazingatio machache sana tu ambayo tunataka tutadabbari mambo hayo. Basi tunatakiwa ndugu zangu Waislamu kushikamana na Qur'an. Qur'an kuna mambo ya msingi wetu, Qur'an ndio mwenendo wetu katika maisha yetu. Kushikamana nayo na ukifanya tafsiri ya Qur'an, basi mambo yako yote yatakuwa katika mstari. Tumechukua sura moja tu, tunaona mazingatio mengi sana na visa vingi sana katika sura hii. Basi tunapaswa sisi pia kushikamana sura hii, isitupite siku nzima tunapokuwa tumesoma sura hii, na vile vile kama tukutaja hadithi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaida tushajiisha katika kuhifadhi, basi tunatakiwa kuhifadhi sura hii. Angalau kama hauna uwezo hata ya kumi za mwanzo tu, uwe na uwezo. Ndugu zangu Waislamu, sisi wazazi tuwashajisha watoto wetu vile vile katika kuhifadhi katika sura hii, kwa sura ambayo ina mazingatio, sura ambayo ina mazingatio kwa sana. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون قصص الله وعبرة، والذين يتدبر ونتأمل فيها. وبهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام